Haya ndio madhara ya ujauzito kutunga nje ya kizazi. Video iliyopita nilizungumzia kwamba nitazungumzia video inayofuata, madhara ya ujauzito kutunga nje ya kizazi. Sawa, ambayo tunaita kitaalamu ectopregnancy. Sawa. Mwanamke ambaye anapitia changamoto hii au kabla hujapitia changamoto hii, jua kwamba haya ndio madhara yake. Madhara ya kwanza ya ujauzito kutunga nje ya kizazi, itasababisha uweza kukatwa kwa mrija wa uzazi ambao umetunga ujauzito. Kivipi? Kama ujauzito umetunga nje ya kizazi, maana yake huo mrija hauna uwezo wa kusapoti mtoto kukua katika sehemu hiyo. Kwa hiyo baadaye itapelekea kupasuka kwa mrija na baadaye zaidi kukatwa kwa mrija. Kwa hiyo ni athari yake ya kwanza. Kwa hiyo ule sehemu ambayo ovaries za upande ule ambao mrija umekatwa basi itakuwa hazitumiki tena. Lakini pia madhara mengine ya ujauzito kutunga nje ya kizazi, itapelekea huo ujauzito kutolewa. Sawa, hayo ni madhara mengine ambayo mtu anaweza kuyapitia. Kwa kama ni mwanamke na hutegemei au hutamani hali hii ikutokezee, kama unapitia changamoto ya maambukizi, una PID, basi epuka sana kutumia, epuka sana hiyo changamoto, tafuta tiba kutatua changamoto hiyo. Lakini pia kama umekuwa na kawaida ya kufanya abortions, unaharibu ujauzito mara kwa mara, pia kuna possibility kubwa kutokea hii situation. Inamaanisha kwamba kama una historia ya nyuma, maybe ulikuwa na kawaida ya kuharibu ujauzito tu, unapata ujauzito unatoa. Jua kwamba pia kuna possibility baadaye ukapata ectopregnancy. Nishapokea hizo cases. Kwa kama mwanamke anapitia situation hii au hupitia situation hii, jua kwamba yote haya PID ndio chanzo. Epuka sana PID. Ukiona dalili tu za PID, uchafu sehemu za siri, tafuta tiba kutoka changamoto hiyo. Kama unadhani nimekusaidia, kisha video na share ili usinufaike peke yako na wenzio pia wanufaike. Kumbuka kwamba afya ni mtaji na bila afya bora huwezi kufanya chochote.